tunaenda kumsikiliza Mungu kwa wakati huu, na kuna wengine marafiki zangu wapo kwenye mtandao, wapo nchi za nje, na wengine wapo ndani ya Tanzania. Kama jana nilivyowatangazia kwamba leo siku ya Jumatano tutakuwa na kipindi kizuri cha mafundisho ya neno la Mungu pamoja na maombezi. Maana tangu wiki ile tulipotoka kwenye huduma kule Mleba, Kagera, Bukoba, na hatukuwa na kipindi kingine zaidi, tulikuwa tuna maombezi na kumsikiliza mtu mahitaji yake na changamoto mbalimbali. Na nipende kuwakaribisha watu wote, na Mungu yupo kazini na yupo kwa ajili ya kutenda mambo makuu. Ngoja kwanza nikamuombe sasa, ili baada ya hapo tukaendelee na kipindi. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa wakati huu. Sante, umetulinda usiku wote, umetuamsha tukiwa wazima. Jina lako Bwana lihimidiwe sana. Na kiombea kipindi hiki, Roho Mtakatifu ninakusita wala mahali hapa, ukajifunue, ukajidhihirishe kwa uweza wako na nguvu zako. Kila atakayesikiliza neno lako Bwana, ukamponye, ukamtendee kadiri ya uhitaji wake, ukamtenge mbali na roho zote za mashambulizi za nguvu za giza. Katika jina la Yesu naita wingu la malaika wa Bwana kutuzingira na kutulinda. Sante kwa kuwa Mungu upo mahali hapa na unaenda kutenda katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na napenda sasa tushirikiane kwa pamoja tukalisome neno la Mungu kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza na ile sura ya 6 na ule mstari wa 12. Timotheo wa kwanza ile sura ya 6 na ule mstari wa 12. Neno la Bwana linasema, piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Bwana Yesu, naomba ulibariki neno hili katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maandiko haya niliyoyasoma kutoka kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza hii sura ya 6 na ule mstari wa 12, tunapata ujumbe unaitwa kupigana vita vya imani. Kupigana vita vya imani. Kwa hiyo hata na wewe unayeandika na hata wewe unayenisikiliza mahali popote ulipo, unaweza ukaandika somo linaitwa kupigana vita vya imani. Kupigana vita vya imani. Kitabu tulichokisoma kwenye Timotheo wa kwanza hii sura ya 6 mstari wa 12, na mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Mtume Paulo. Paulo aliandika kitabu hiki cha Timotheo, alikigawa katika sehemu mbili, waraka wa kwanza na waraka wa pili. Akavigawa vyote katika sehemu mbili, lakini naomba unisikilize. Na huyu mwandishi wakati anaandika kitabu hiki alikiandika ni mwaka wa 65 BK, mwaka wa 65 BK. Na wakati Paulo alipokuwa anaandika kitabu hiki alikuwa yuko rohoni sana. Kwanza huyu Timotheo ni mwanafunzi wa Paulo. Paulo alikuwa ni mtume na mishonari na alikuwa mwinjilisti. Alikuwa mhubiri mkubwa sana wa Injili. Alikuwa amejaa Roho Mtakatifu na alikuwa na mamlaka makubwa sana ya kiroho. Huu waraka wa kwanza wa Timotheo na waraka wa pili wa Timotheo, lakini pia
na ule waraka wa Tito. Hizi nyaraka zote Paulo aliziandika na zilikuwa zinahusu yani uangalizi wa kichungaji kwa ajili ya makanisa. Timotheo wakati amehubiriwa na Paulo akakubali. Kwa hiyo Timotheo akawa ni mtoto wa kiroho wa Paulo. Kwa hiyo akalelewa vizuri kabisa na akafundishwa vizuri. Kwa hiyo naomba tupige hatua zaidi. Huyu Paulo wakati anaandika huu waraka wa kwanza wa Timotheo alikuwa na makusudi maalum. Alikuwa na makusudi matano. Na kusudi la kwanza kabisa ni kumuasa Timotheo mwenyewe kuhusu huduma na maisha yake binafsi. Naona huyu Paulo wakati anaandika huu waraka kwa Timotheo, na kusudi la kwanza lilikuwa ni kumuasa Timotheo mwenyewe kuhusu huduma na maisha yake binafsi, yaani kumtengeneza Timotheo huduma aliyoipokea na maisha ya huduma yake, maisha ya kiroho na ya kimani, asimame imara, asiyumbishwe na kitu chochote. Kwa hiyo ilikuwa ni kusudi la kwanza. Hivyo hivyo na leo Paulo wakati anaandika leo hayupo. Neno hili linatuhusu sisi wenyewe. Makusudi ya kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza yanatuhusu sisi wenyewe. Lakini kusudi jingine la pili ni kumhimiza Timotheo kulinda usafi wa Injili na viwango vyake vya utakatifu visipotoshwe na walimu wa uongo. Kwa hiyo kusudi la pili ni kumhimiza Timotheo kulinda usafi wa Injili na viwango vyake vya utakatifu visipotoshwe na walimu wa uongo. Kwa hiyo Paulo wakati anaandika waraka huu kwa ajili ya Timotheo alikuwa anamuhimiza alinde usafi wa Injili. Injili ya Yesu Kristo ni injili safi, ni injili inayojitosheleza. Alinde usafi wa Injili ya Yesu Kristo na viwango vyake vya utakatifu, avilinde visije vikaharibiwa na walimu wa uongo. Walimu wa uongo tangu wakati Paulo alipokuwepo walikuwepo. Kwa hiyo Paulo wakati anamtengeneza Timotheo alinde ule usafi wa Injili, ule usafi wa Injili, Injili isiharibiwe ndani yake. Mahali popote anaposimama aihubiri Injili yenye nguvu, watu wamuone Mungu akiponya, akifungua. Lakini usafi maana yake ule utakatifu wa maisha yote ya Timotheo katika jamii na hata kwa watu wengine uonekane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo lilikuwa ni kusudi la pili. Kusudi la tatu, kumpa Timotheo maelekezo kuhusu mambo mbalimbali ya kanisa na matatizo kule Efeso. Kumpa Timotheo maelekezo kuhusu mambo mbalimbali ya kanisa na matatizo kule Efeso. Kwa hiyo Paulo alikuwa anampa maelekezo Timotheo kwa ajili ya makanisa na matatizo mbalimbali yatakayotokea. Akapewa maelekezo ya kiroho. Kwa hiyo haya ni makusudi namba 3. Kwa hiyo tunaendelea tukaangalie kusudi jingine la 4. Tukaangalie kusudi jingine la 4 la kitabu hiki Timotheo wa kwanza. Tukaangalie kusudi jingine. Kusudi namba 4 ni kumhimiza Timotheo aipiganie imani kwa bidii. Kumhimiza Timotheo aipiganie imani kwa bidii. Paulo tangu wakati amekubali
kuokoka, amekubali awe mtumishi wa Mungu, mhubiri wa Injili. Vita vya imani Paulo vilikuwa ni vikali sana, vita vya imani. Ndio maana kuna Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati ikafika Paulo akahubiri, watu wakaokoka, wengine wakakataa injili ya Paulo. Wale waliookoka wakashika neno lililohubiriwa na Paulo. Wale waliokataa wakachukua mawe, wakamkamata Paulo, wakampiga. Wakati wamempiga mpaka wakasema kwamba huyu amekufa, wakamkamata, wakaanza kumburuta, kumvuta, wakamtupa mbali. Wakati wamemtupa, wakazani Paulo hapa tumemuua, lakini Paulo ndani yake Roho Mtakatifu ananena ndani yake. Paulo akashangaa, macho yake yamefunguka, ingawa damu zinatoka usoni. Amepigwa na mawe na watu wabaya ambao wataki injili hubiriwe. Paulo akainuka pale, wanafunzi wake wakaja, walipomzunguka pale, Paulo akainuka akawaambia lazima injili hubiriwe. Kwa hiyo Paulo kwenye eneo la vita ya imani alikuwa ni mwenyeji. Kwa hiyo anapomhimiza Timotheo aipiganie imani kwa bidii, kwa bidii. Imani ndo imebeba kila kitu cha maisha mwanadamu. Imani ina vita kubwa. Kwa nini imani ipigwe vita? Kwa sababu imani ndo msingi wa mtu aliyeokoka, ndo nguzo, tegemeo la mtu aliyeokoka. Ndo maana Paulo hapa anamhimiza Timotheo aipiganie imani kwa bidii, sio kwa uzembe, kwa bidii, kwa bidii. Hili nilikuwa ni kusudi namba 4. Kusudi la 5, kumhimiza Timotheo kukataa mafundisho ya uongo ambayo yalikuwa yanadhoofisha nguvu ya injili iokoayo. Naona hili ni kusudi la 5, kumhimiza Timotheo kukataa mafundisho ya uongo ambayo yalikuwa yanadhoofisha nguvu ya injili iokoayo. Paulo anamhimiza Timotheo akatae mafundisho ya uongo. Hayo mafundisho ya uongo yalikuwa yanadhoofisha injili inayookoa, yanadhoofisha. Paulo anamhimiza Timotheo kukataa mafundisho ya uongo, kukataa mafundisho ya uongo. Ni kama leo mafundisho ya uongo yako mengi sana, ni mengi, lakini utayakataaje? Paulo alisimama kama baba wa kiroho wa Timotheo, akakubali Timotheo atengenezwe, aimarishwe, apitishwe kwenye fundisho lenye nguvu na mamlaka, lile litakaojenga maisha yake na wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Unaweza ukamchapia Yesu makofi mengi, maana hapa bado yupo, bado anatenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Hapa hili andiko tulilosoma Timotheo wa kwanza, ile sura ya 6 na ule mstari wa 12, Biblia inasema piga vita vile vizuri vya imani. Unaona, Paulo anamwambia Timotheo piga vita vile vizuri vya imani, piga vita vile vizuri vya imani. Imani ya mtu yoyote ina vita kubwa sana. Mambo yote mwanadamu anayoyapata yako ndani ya imani. Na unisikilize, ukiomba jambo kwa muda ukapitiliza, ujue imani yako imeshindwa kupigana vita. Ujue imani yako kuna vita kubwa, hiyo vita imeizidi imani yako.
lakini ukitaka jambo litendeke sasa hivi na likatendeka, ujue imani yako imeshinda vita. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Huyu Paulo anamwambia Timotheo, piga vita vile vizuri vya imani. Piga vita vile vizuri vya imani. Bwana Yesu asifiwe. Neno piga limetokana na neno la Kiunani likiwa na maana ya kuwa na maumivu makali, ya kuwa na maumivu makali, maumivu makali. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anayaona maisha ya Kikristo kama ni vita, mapambano makali ambayo yanahitaji kuvumilia katika utii kwa Kristo na kushindana na maadui wa Injili. Unaona, huyu Paulo anaona maisha ya Kikristo, maisha ya kiroho, maisha ya kiimani ni maisha ya vita kali, ni maisha ya mapambano makali. Ni kupambana ili uweze kupata, unahitaji kuipigania imani yako. Paulo anasema piga vita vile vizuri vya imani. Piga vita vile vizuri vya imani. Imani ndo nguzo ya maisha ya mwanadamu. Imani imebeba mambo makubwa kwenye maisha ya mwanadamu. Mtu yoyote akishindwa kupigana vita vya imani kwenye maisha yake, adui anamshinda. Mtu yoyote akishindwa kupigana vita vya imani, maisha yake yanazofika, maokovu wake unazofika. Paulo anamtengeneza Timotheo, anamwambia piga vita vile vizuri vya imani. Kwa hiyo vita vya imani vipo, na anamwambia hivi, shika uzima ule wa milele ulioitiwa. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa. Atashikaje uzima? Kwanza apigane kwanza vita vya imani, ndipo ule uzima aupate. Unahitaji uponyaji, imani, kuna vita. Unahitaji Bwana kuinue, kuna vita ya imani. Unahitaji kitu chochote, kuna vita ya imani. Kuna vita ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tupige hatua hapa, na leo tutaangalia kipengele cha kwanza. Kipengele cha kwanza. Baada ya hapo tutaenda kumwomba Bwana na vitu vingi vinaenda kufanyika. Mungu ni Mungu wa imani. Tangu Agano la Kale mambo yote ya Mungu yalitembea kwa imani. Yeye tu kuumba mbingu na nchi aliziumba kwa imani, na hata wote waliotangulia, wakina Yoshua, wakina Kalebo, wakina Elia, wakina Elisha, wote hao, wakina Yoshua, wote hao maisha yao yote, huduma zao zote zilitambulishwa na imani. Kwa hiyo jambo lolote Mungu anapotaka kulifanya, anaanza na imani kwanza. Anaanza na imani kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipengele namba 1. Imani ni nini? 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 Hicho ni kipengele namba 1, na tutaangalia maana ya imani. Maana ya kwanza ni uwezo wa kufanikisha kila jambo, na unamthibitisha Mungu kufanya jambo unalotaka. Imani ni uwezo wa kufanikisha kila jambo, na unamthibitisha Mungu kufanya jambo unalotaka.
Hiyo ni maana ya imani. Imani ni uwezo wa kufanikisha kila jambo. Kila jambo. Imani ni uwezo wa kufanikisha kila jambo, na unamthibitisha Mungu kufanya jambo unalotaka. Hiyo ndiyo ni maana ya imani. Imani ni uwezo wa kufanikisha kila jambo. Mtu yoyote ili aweze kufanikisha jambo lolote, lazima imani iwepo. Imani iwepo. Lile unalotaka Mungu analifanya kupitia imani. Neno uwezo kwa lugha nyingine ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya 11, Waebrania ile sura ya 11 na ule mstari wa 6, neno linasema hivi. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Unaona, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Imani ndiyo inayomfanya Mungu afurahishwe. Mtu aliye na imani anapomwendea Mungu haendi kwa wasiwasi, kwa mashaka. Au hili ugonjwa huu, hivi Mungu ataweza kuniponya kweli? Eti hii vita nilionayo, hivi kweli Mungu ataweza kunishindia? Hapana. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mtu yoyote, ili Mungu afanye mambo makubwa kwenye maisha yako, itengeneze imani. Ukisha itengeneza imani ndani yako, unapomwendea Mungu aamini kwamba Mungu yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni maana ya imani. Ni uwezo wa kufanikisha kila jambo. Mtu yoyote akiwa hana imani hataweza kufanikishwa kila jambo. Ndio maana mwanzoni nimesema, ukiwa na jambo lolote Bwana umemuomba kutendee, tangu mwaka huu ulipoingia, mwezi wa kwanza ukapita hujapata, ujue imani yako haipigani vita vingi kwenye ulimwengu wa roho. Ujue imani yako imelemewa, vita vya imani yako vimezidiwa. Unahitaji utambue, uanze kupigana vita vya imani. Utakapopigana vita vya imani, imani yako ikiwa na ushindi, ndipo taona yale unaoyataka Bwana yatende. Haki zako utazipata, maisha yale mazuri utayapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ni imani. Uwezo wa kufanikisha kila jambo. Uwezo wa kufanikisha kila jambo. Huo ndo unaitwa imani. Na imani inamlazimisha Mungu afanye jambo, sio inambembeleza. Hapana, maombi ndiyo yanayombembeleza Mungu, lakini imani inamlazimisha Mungu afanye jambo. Inamlazimisha Mungu afanye jambo. Maana yake ndani ya mtu pana imani, na katika kutembea kwake anatembea kwa imani, na katika kuzungumza kwake anazungumza kwa imani, na katika kupanga mipango yake anapanga kwa imani. Ndani yake kuna imani. Yesu Kristo anapokuja, anasikia sauti ya mtu mwenye imani, anataka kitu. Yesu anapotazama ndani ya mtu, kuna imani ya kupokea uponyaji, kuna imani ya kutaka vitu kwenye ulimwengu wa roho. Yesu hapo
anaachilia kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni maana ya kwanza ya imani, ni uwezo wa kufanikisha kila jambo, na unamthibitisha. Kuthibitisha maana yake ni kuhakikisha, kwa Kiingereza provement, yani kumhakikisha Mungu kufanya jambo unalolitaka wewe, unalolitaka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili ya imani ni ufunguo wa kufungua na kupokea unachokitaka kutoka kwa Mungu. Ni ufunguo wa kufungua na kupokea unachokitaka kutoka kwa Mungu. Hiyo inaitwa imani. Ni ufunguo wa kufungua na kupokea unachokitaka kutoka kwa Mungu. Ni ufunguo wa kufungua na kupokea unachokitaka kutoka kwa Mungu. Hiyo ndiyo inaitwa imani. Ni ufunguo wa kufungua na kupokea unachokitaka kutoka kwa Mungu. Hiyo ndiyo imani. Maana yake mtu aliye na imani, kuna vitu vinafunguka. Imani ni ufunguo unaofungua. Ndio maana nisikilize, wakati wana wa Israeli walipofika kwenye ile bahari ya Shamu, kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 kuanzia ule mstari wa 10 hadi mstari wa 20 kule, unaona walipofika kwenye bahari ya Shamu, unaona wakageuka nyuma, wakamwona Farao. Huyo Farao huyo ana majeshi mengi, na tena kuna wanajeshi, kuna maaskari. Kila askari ana silaha, wengine wamepanda kwenye magari, wengine wamepanda kwenye farasi. Unaona, wana wa Israeli imani yao ikashindwa kupigana vita, lakini baada ya hapo wakatazama mbele, wakaona kuna bahari kubwa. Imani yao ikashindwa kupigana vita vya bahari ili bahari ipasuke. Waliposhindwa wakaanza kulia, wakaenda wakamfuata Musa, wakamwambia, unaona, ungetuacha kule Misri tukafa na watoto wetu na wake zetu huko, unaona umetuleta hapa. Angalia sasa, Wamisri wanakuja na jeshi lao, lakini mbele hatuna njia, kuna bahari kubwa la Shamu. Unaona, Musa ndani yake kuna imani inayopigana vita, kuna imani inayoleta ushindi, kuna imani hata kama unaona majeshi mengi yamekuzingira, ndani yako imani ikianza kupigana vita kwenye ulimwengu wa roho, utawashinda wote. Musa akawaambia, msiogope, simameni tu mkauone wokovu atakaowafanyia Bwana leo. Hao wana wa Misri mliowaona hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Baada ya hapo, Musa imani ndani yake kaanza kutenda kazi. Bwana alipoona imani ndani ya Musa akamwambia Musa, mbona unanililia? Kamata fimbo yako hiyo, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Imani inatufanya tusonge mbele, hata kama hakuna njia, hata kama hakuna upenyo, lakini Bwana akiwa upande wetu na imani iko ndani yetu, kuna ushindi kwa jina la Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona, Musa akaambiwa, mkononi mwako kuna fimbo isiyokuwa ya kawaida. Tunapokuwa na imani, hata mikono hii Bwana naitumia kufanya kitu, hata sauti, hata miguu, hata nguo, hata nywele, hata kivuli. Tunapokuwa na imani, Bwana anatenda kupitia chochote ndani ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Unaona,
Musa akaambiwa, nyosha hiyo fimbo, sogea baharini. Musa tangu aagizwe kwenda nchi ya Misri kuwatoa wana wa Israeli hajawahi kwenda baharini kuweka fimbo ikapasuka. Ni jambo jipya. Kila vita inapokuja kuna ushindi kupitia imani, kuna kanuni. Musa alipofika pale, alipoweka fimbo, na kwambia bahari iligawanyika, yani ilitengenezwa njia haraka kupitia imani. Maji yote yaligawanyika. Na tena sasa, kwa habari hiyo ya neno la Mungu tunalolisoma, Biblia inasema hivi, yani pakawa pakavu, yani hata matope hayakuonekana. Imani ni kitu kikubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Imani sio kitu cha kuchezea. Imani sio kitu cha kuchezea. Mtu yoyote akitindikiwa imani hawezi akafika mbinguni. Mtu yoyote akitindikiwa imani maisha yake yanaharibiwa. Lakini imani ikiwa kubwa sana, nakwambia mahali popote, hata kama milango imefungwa, hata kama kuna minyororo, hata kama kuna beria, hata kama kuna ngome, mwenye imani akifika, akiomba kwa imani, akitamka kwa imani, njia inaonekana, minyororo inavunjika, magereza yanaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni imani. Ndio maana ni ufunguo wa kufungua. Dada mmoja nilimwombea hapa, alikuwa na vita nzito sana, zito. Wakati alipopanga kuja hapa usiku, wachawi wakasambaza taarifa za maisha yake kwenda kwenye vyama vya wachawi vyote wakasambaza. Waliposambaza, alipofika hapa, Roho Mtakatifu alikuwa ameshanionyesha, nikamwombea. Nilipobandika mkono, nikaliona jeshi limeamka, jeshi la mapepo, jeshi la wachawi na waganga. Bwana akanipa upanga, nikaanza kuyafyeka yote. Nikaona hapa begani hapa alikuwa na jicho la wachawi wamemwekea hapa, lakini simu yake ya tachi walikuwa wameiconnect. Kwa hiyo mahali popote anapokuwepo, wanasoma maeneo yote, wanajua chochote kinachoendelea. Nikaukata ule mtandao, nikaomba lile jicho, nikalipasua. Nilipolipasua, wakaanza kuongea wachawi kwamba huyu tuachie, ni mali yetu. Nikaendelea kuchapa, nikawaambia ni marufuku kumiliki huyu dada. Nikaomba mageti yote, nikayavunja, mavifungo yote nikayaharibu. Baada ya hapo nikakomboa, hatima yake ikarejea, akafunguliwa. Mpaka cha leo hii yuko salama. Bwana Yesu asifiwe. Imani. Tukirudi kwenye kitabu cha Kutoka tulichokitaja, unaona Musa alipoweka fimbo kwa imani, kila tendo la kiroho lililobeba mafanikio ili litendeke linahitaji imani. Musa alipoweka fimbo kwa imani, barabara ikaonekana, njia ikaonekana. Ilipoonekana, wana wa Israeli wakaiona njia, wakaanza kuendelea. Wakati wanatembea, Biblia inasema ilipofika mida ya mchana, jua limewaka ndani ya Musa, akasikia imani inaongea, imani inatenda kazi. Akasikia ndani yake kuna maajabu yanaenda kutendeka. Huyo kwa imani Musa
akaona kuna wingu limetanda likawafunika wote wana wa Israeli. Kwa hiyo lile jua halikuwachoma. Ilipofika mida ya usiku, na kwambia Bwana akajigeuza akawa nguzo ya moto, inawaka, inatoa mwanga, inatoa mwanga. Wana wa Israeli wasianze kupapasa kwamba tunakanyaga gizani hatuoni. Hapana, Bwana kaleta mwanga wa ajabu, akajigeuza kuwa nguzo inayotoa mwanga mkubwa sana. Kwa imani Bwana anajifunua kwa matendo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo, Farao akaingia kupitia njia hiyo njia iliyofunguliwa kwa imani, na Mungu hakuyaamuru maji yarudi nyuma. Mungu aliyaacha tu ili adui aingie. Kuna adui mwingine anaingia kwenye maisha yako. Mlango umefunguliwa lakini wa kutokea haupo. Anaingia anakufa mzima. Anaingia anapigwa shoti, anakufa pale. Musa alipoona Farao ameingia na majeshi yake Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako, fimbo hiyo iguse pembeni mwa bahari itarudi nyuma ili Farao afariki. Musa alipogusa hivi kwa imani, maji yale yalibebwa na nguvu ya imani, yakarudishwa nyuma. Maji yale yakaenda kuwameza wote, Farao pamoja na jeshi lake, wote wakafa pale. Bwana Yesu asiwe sana. Ushindi ukapatikana pale. Kwa hiyo maana ya pili ya imani ni ufunguo wa kufungua na kupokea unachokitaka kutoka kwa Mungu. Iwe ni uponyaji, kuna lazima uwe na imani. Ule uponyaji ili upokee, imani lazima itendeke. Iwe ushindi, imani lazima itendeke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana kitabu cha Waebrania hii sura ya 10 na ule mstari wa 38, Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 hadi 39, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu.